ule bishop wa Nairobi. 5, uendelee na hiyo injili ya Mungu. Mimi nilikusikiza vizuri. Hiyo injili ya Mungu ya ukweli iendelee. Watu wapate injili ambayo itawasaidia kwa maisha. Ulihubiri ukatoa ujumbe muhimu kwa watu. Na Kenya yote ilifurahia. Lakini mambo ya Faruku Kibet kutuma maaskari kwa Bishop Kodia ni aibu kubwa kwa taifa. How comes a junior can send police to Bishop Kodia home or a village to arrest him, to arrest the servant of God without the knowledge of the President of the Republic of Kenya? Iwezekani eti Bishop Kodia anaandamwa. Na sisi kama wa Kenya tutaanza kuleta shida. Kama kufuata watu kuwamaliza baada ya kuongea ukweli, mtuwe sisi wote. Kwa sababu mahali imefika hii serikali sasa imeonyesha ya kwamba mpaka bishop wanafuatwa baada ya kutoka Nyayo. Eti maaskari wanasema wametumwa na Faruku Kibet, house boy for William Ruto, akuje kushika the servant of God. Tutafanya revolution, and that revolution will come through the church. The same way Ruto wanted to suspend the church all over Kenya by introducing some laws, by laws, to govern the church. And this time, if Bishop Kodia will miss from the public, or will miss out of the church, or tumukose amepotea ameenda msituni, tumukose Bishop Kodia yuko Kenya hii, William Ruto afadhali hii nchi iongozwe na wanajeshi. Hatutakubali kuchezea damu ya wanadamu tena. Hatutakubali Faruku Kibet kuchezea wa Kenya, kuchezea mpaka servants of God, kuangamiza kwa sababu ya kupiri neno vile lilivyo. Neno vile limesema kwa Biblia, sio Bishop Kodia ameandika. Bishop Kodia ameleta ujumbe ili kusaidia akili zenu mtoke katika utumwa wa mafikirio yenu. Utaweza soma ukuwe na madigiri 3 lakini umetekwa, umenaswa bado. Wacha Bishop Kodia apotee. Si Raila amepotea, hatujui ni airport gani, ni ndege gani alipanda.